hakuna taifa duniani lililopiga hatua za kimaendeleo bila kuwa na amani ya kudumu. Amani ndio msingi wa uwekezaji, ndio msingi wa biashara, ndio msingi wa uhuru wa kujieleza, ndio msingi wa ubunifu wa vijana na ustawi wa jamii. Kwa hiyo tunao wajibu wa kulinda amani, na wajibu huu si wa serikali pekee, ni wa kila kijana. Katika enzi za teknolojia, taarifa potofu na mgawanyiko vinavyosambaa mitandaoni vinaweza kutugawa. Kwa hiyo vijana, ni wasihi mkawe mabalozi wa amani kwa vitendo, lakini mabalozi wa amani kwa kauli, mabalozi wa amani kwa matumizi sahihi ya majukwaa ya kijamii. Nizungumzie pia nafasi ya vijana katika maendeleo ya kiuchumi. Kama walivyosimama wenzangu wakasema, mkoa wa Ruvuma una kila fursa. Umebarikiwa ardhi yenye rutuba, umebarikiwa mito, misitu, madini, maeneo ya utalii na fursa zilizopo mipakani. Fursa hizi ni dhahabu kwa vijana kama zikitumiwa ipasavyo. Niendelee kutoa wito kwamba unapokuwepo na fursa, ni lazima wapatikane vijana, ni lazima wapatikane viongozi wa kuzichangamkia fursa hizo kwa umakini na kwa usahihi. Hapa nitawapa mfano mdogo. Wakati nikiwa kule Mtwara kama mkuu wa mkoa, dunia ilikuwa na uhitaji mkubwa wa makaa ya mawe kwa ajili ya power generation uliotokana na vita vya Ukraine na Urusi ambavyo vilisababisha upatikanaji wa gesi kwenda Ulaya na Marekani kuwa hafifu. Kwa hiyo hali hii ikahitaji nishati mbadala ya kuzalisha nishati. Kwa hiyo ikaonekana makaa ya mawe ndio iwe nishati mbadala ya mwanzo. Kwa hiyo kukatokea uhitaji mkubwa wa makaa. Sasa wakati yanaanza kusafirishwa, ukapatikana changamoto ya kuonekana makaa yanaharibu mazingira, na wakatokea watu wakawa wanalalamika sana. Mimi nikaona hawa jamaa hawajui kuchangamkia fursa. Kwa hiyo mimi nikaita kikao cha wadau cha ndani, nikawaambia tujaribu kulegeza masharti haya katika kipindi hiki kifupi ambacho fursa hii imejitokeza kwenye taifa letu. Kwa hiyo tukakubaliana, tukarekebisha masharti, tukaanza kazi ya kuingiza makaa ya mawe bandarini. Bandari ikapiga hatua kutoka usafirishaji wa tani 400,000 kwa mwaka za bidhaa mbalimbali mpaka ikafikia tani 1,500,000 kwa mwaka kwa makaa peke yake. Hali ile ikakuza uchumi wa mkoa, ikakuza uchumi wa taifa. Sasa kwa nini nimelisema hili? Nimelisema hili kwa sababu zinapojitokeza fursa, yani kuna watu wanazembea kuzichangamkia, na ukizembea zikisha kupita inakuwa umepitwa na fursa, unaingia tena kwenye ushindani wa zile fursa chache zilizopo mkiwa wengi. Kwa hiyo niwaombe sana tuzitambue fursa, lakini pia tuzichangamkie.